Mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi ya Usinihukumu, karibu katika sehemu ya 7, ikiwa ni siku nyingine tena ya mwendelezo wa simulizi yetu ya Usinihukumu. Nikukumbushe kuwa simulizi hii itakuwa inaruka kila Alhamis, Jumamosi na Jumapili. Bila kupoteza muda wala kuwa na maneno mengi, twende moja kwa moja katika sehemu ya 7, ikiwa sehemu ya 6 tulishia pale ambapo niliachana na yule kichaa kisha na kuelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani, kwa bahati nzuri nikakutana na baba ndio anaingia kutoka kazini. Tulisalimiana na kupeana pole za majukumu ya ujenzi wa taifa. Baada ya salamu, niliingiza mkono mfukoni na kutoa ile barua. Baba alipokea na kuniuliza, "Hii barua imetoka wapi?" Nikashindwa kumjibu. Nikaamua kuondoka na kwenda chumbani kwangu. Baada ya siku 2 mbeleni, nikaikuta ile bahasha katika ndoo tunaotupa takataka. Niliichukua na kuifungua na kuanza kuisoma. Nilishtushwa sana na maneno niliyoyakuta kwenye ile barua. Iliandikwa, "Kama nimeandikiwa kuishi maisha haya ni sawa, ila sistahili hukumu, na mwenye mamlaka ya kutoa hukumu ni Mungu pekee." Baada ya kuisoma nilitoa pumzi nzito, kisha nikajishika kiuno na kuinamisha kichwa chini, huku nikitafakari yale maneno yaliyokuwemo kwenye barua. Niliweka barua mfukoni na kuingia zangu ndani na kwenda moja kwa moja chumbani kwangu na kujilaza kitandani chali, huku nikijipiga kichwani nikimtafakari yule kichaa. Siku zilivyozidi kusonga, ndivyo nilizidi kuumia moyoni mwangu juu ya hali ya yule kichaa, na nikitafakari maneno yanayoongea pamoja na matendo yake ni tofauti na hali aliyonayo. Nikapata wazo la kumsaidia ili apate kupona. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu, ni siku ya kwenda kwenye mahangaiko yangu, ila niliamua kutokwenda, bali niliamua kwenda kwa mganga wa kienyeji. Nilipofika nikamweleza shida yangu. Mganga kaniambia, "Kijana, nipatie jina la wewe rafiki yako unayetaka tumpatie dawa." Nilidua mganga kuniambia nimpatie jina kamili la rafiki yangu. Mganga, kusema kweli, huyo rafiki yangu simfahamu jina lake, maana kwa hali aliyokuwa nayo nashindwa kumuuliza. Sijui utanisaidiaje? Sawa, kama jina ulijui, naomba fanya kitu kimoja. Mvizie wakati yupo peku, kisha chota nyoyo yake. Mganga, nichote nyoyo wake? Ndio. Sawa mganga. Fanya hivyo ili tumuokoe rafiki yako kwa mateso anayoyapata. Nitashukuru sana mtaalamu, endapo rafiki yangu akipona. Niliinuka na kumwaga mganga kisha nikaondoka zangu. Baada ya kufanikisha kile alichoniagiza mganga, nilikwenda na kumpatia ule mchanga alionambia. Aliuchukua na kufanyia utaalamu wake. Baada ya hapo alinipa dawa ambayo ilibidi nimchanganyie yule kichaa kwenye kinywaji chochote kile atakachokunywa. Niliondoka na furaha sana, ila ilikuwa kazi ngumu ya kufikiria njia rahisi ya kumpa ile dawa yule kichaa. Hapo ndipo nilipoumiza kichwa. Nilitamani niombe ushauri. Nikasema na moyo wangu, kidume siwezi nikafeli. Yapo maji ya bahari ni vigumu kutiririka mtoni, lazima maji haya yamiminike mdomoni mwake. Nikajipa ujasiri wa kubuni njia ya kumpa ile dawa. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.
ila komenti yako ni muhimu sana kwa kutupa maoni, nini tuongeze, kipi tupunguze. Tukutane tena katika sehemu ya 8. Hapa ndipo tumefika tamati ya sehemu ya 7 ya simulizi Usinihukumu. Mimi naitwa Nivo, mtunzi na mwandishi wa simulizi hii anaitwa Edmund Gaspar Sheikh Baha. Ciao.